Mjadala mkali wa kiusalama na kisiasa umezuka upya nchini, huku swali kubwa likiwa ni wapi umekaa mstari wa mbele kati ya kuzuia uhalifu kabla haujatokea na kushindwa kudhibiti madhara pindi yanapotokea. Katikati ya utulivu ulioshuhudiwa kote nchini siku ya tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka huu wa 2026, kwa maana ya siku ya Sabasaba, siku ambayo kulikuwa na hofu ya kuwepo kwa maandamano makubwa, wakili wa kujitegemea na askari polisi wa zamani Peter Madeleka ameibua hoja nzito inayowafanya wataalamu wa usalama na wananchi wa kawaida kukuna vichwa. Wakati serikali ikijipandisha kifua kwa kufanikiwa kuzima na kudhibiti maandamano hayo bila kutokea kwa madhara ya aina yoyote, je, wakili Peter Madeleka ametupa dongo gizani akitaka majibu ya kiintelijensia? Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, mwanasheria huyo nguli kabisa nchini amehoji na nukuu, wakati tunaipongeza serikali kwa kudhibiti maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 ya mwezi Julai mwaka huu, swali muhimu la kujiuliza ni kwamba kwa nini serikali ilishindwa kudhibiti matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba? Hili ni swali lililofungua ukurasa mpya wa mjadala kuhusu mbinu za vyombo vya dola. Je, mbinu zilizotumika kuokoa jahazi Julai 7 mwaka huu mbona hazikuonekana zikifanya kazi Oktoba 29? Muda huu tunakwenda kuingia ndani ya hoja hii ya wakili msomi Peter Madeleka, kauli za mawaziri na msimamo thabiti wa jeshi la polisi. Wacha tuanze kwa kuangalia jinsi hali ilivyokuwa katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine nchini mnamo Julai 7 mwaka huu. Ilikuwa ni siku ya kihistoria, kwani jiji lilikuwa likiadhimisha maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara maarufu kama Sabasaba. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Padri Robert Katambi alionekana akizunguka na kukagua maeneo mbalimbali ya jiji kuhakikisha ulinzi umeimarishwa ipasavyo. Katambi hakuwa mnyonge katika maeneo yake. Alizungumza kwa kujiamini na kuwatoa hofu wa Tanzania waliokuwa wamegubikwa na taharuki ya ujumbe wa maandamano yaliyokuwa yakisambaa mtandaoni. Katambi alisema maneno haya yafuatayo mbele ya vyombo vya habari na nukuu, shughuli za kibiashara zinaendelea kila mahali, wananchi wamejitokeza wa kutosha kwenye maeneo kadhaa, lakini maeneo mengine wananchi wameamua kupumzika. Kimsingi ni kwamba tuko timamu, tuko gado, tuko rada kuhakikisha uhalifu wa aina yoyote Tanzania tunautokomeza. Waziri Katambi alisisitiza kuwa chini ya uongozi thabiti wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania ni nchi huru inayojilinda na kulindwa kwa wivu mkubwa ili kuhakikisha mipaka na mamlaka yake vinasalia salama. Aliuhakikishia umma kuwa huduma zote za kijamii, kifedha na kibiashara hazitasimama na kwamba serikali itasimama imara kulinda haki ya uhai ya kila raia. Kubwa zaidi, Katambi alitoa siri ya mafanikio hayo. Alisema kuwa utulivu huo unatokana na ushirikiano mkubwa wa wananchi wenyewe ambao walitoa taarifa za kiintelijensia zilizowezesha vyombo vya dola kuwanasa mapema wale wote waliotaka kuingiza nchi kwenye vurugu. Hapa ndipo mambo yanapochacha zaidi. Katika ripoti yake kwa umma, Waziri Katambi alifichua mipango mizito ya kigaidi na kihalifu iliyokuwa imeandaliwa chini ya kapu ili kuvuruga amani ya Julai 7. Serikali ilieleza kuwa kupitia maandalizi ya mapema vyombo vya dola vilifanikiwa kuwatafuta na kuwakamata baadhi ya watu waliokuwa wakipanga vitendo vya uhalifu kabla
hata hawajatekeleza azma yao. Miongoni mwa matukio yaliyoshtua wengi ni kukamatwa kwa mtu mmoja aliyedaiwa kuwa alikuwa akitengeneza mabomu ya asili. Mkandarasi huyo wa fujo alikuwa ameahidiwa kulipwa kitita cha takriban shilingi milioni 300 ili kufanikisha uharibifu huo nchini. Mbali na mtengeneza mabomu huyo, serikali ilieleza kuwa iliwatia mbaroni watu wengine waliokuwa wakifadhiliwa na kulipwa fedha kwa ajili ya kuwatafuta na kuwahamasisha vijana kushiriki katika vitendo vya vurugu barabarani. Akiunga mkono kauli ya waziri msemaji wa jeshi la polisi nchini, DCP David Misime alithibitisha kuwa operesheni za kiintelijensia za mapema zilikuwa ngao kuu. Misime alieleza kuwa hatua hizo za haraka zilisaidia kuwatia nguvuni watuhumiwa wakuu kabla ya mipango yao haramu kukomaa, na ndio maana nchi nzima imebaki shwari, huku polisi wakiendelea kulinda raia na mali zao bila kikwazo. Sasa hapa ndipo anapoingia wakili Peter Madeleka na kubadili mjadala mzima kutoka kwenye sifa kwenda kwenye hoja. Kama mtu aliyewahi kuvaa sare za jeshi hilo la polisi na sasa akitumia miwani ya kisheria, Peter Madeleka anaona kuna sintofahamu. Anatumia mantiki rahisi ya kiusalama. Kama uwezo wa kiintelijensia wa vyombo vya dola uko juu kiasi hicho hadi kubaini mtengeneza mabomu anayelipwa milioni 300 kabla hajalipua, ni kwa nini uwezo huo haukuonekana wakati wa matukio ya Oktoba 29? Katika tafakuri yake inayozunguka mitandaoni, Madeleka anahoji ufanisi unaochagua siku. Oktoba 29 matukio yalifanyika na yaliacha makovu na athari hasi. Kwa nini mbinu zile zile za kiintelijensia za mapema, yani proactive policing, zilizosifiwa Julai 7, 2026 hazikuzaa matokeo yanayofanana miezi michache nyuma? Je, ni kwamba habari hazikupatikana au mifumo ililegeza kamba? Hoja hii ya wakili msomi Peter Madeleka imepokelewa kwa hisia tofauti kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Baadhi ya watumiaji wa mitandao, mfano mtandao wa X, wanaunga mkono hoja yake wakisema ni lazima vyombo vya ulinzi viwe na viwango vinavyofanana wakati wote, yani consistency, huku wengine wakimkosoa wakili Madeleka na kueleza kuwa mazingira ya kiusalama ya Oktoba 29 yalikuwa tofauti kabisa na yale ya Julai 2026 na kwamba kila tukio lina changamoto zake za kipekee. Ndugu wasikilizaji, tunabaki na somo moja kubwa. Ulinzi wa taifa ni swala mtambuka linalohitaji ushirikiano wa karibu kati ya vyombo vya dola na raia, lakini pia linahitaji uwazi wa hali ya juu ili kujenga imani. Kufanikiwa kwa serikali kudhibiti usalama Julai 7, 2026 kunaweza kukawa kumeonyesha kuwa mifumo ya ulinzi inaweza kuwa thabiti na madhubuti inapojipanga. Kauli ya Waziri Katambi kuwa nchi inalindwa kwa wivu mkubwa ni ishara ya utayari wa kisiasa. Hata hivyo, maswali kama ya wakili Madeleka yanabaki kuwa sehemu katika jamii ya kidemokrasia, kwani yanavikumbusha vyombo vya dola na kuhakikisha kuwa nguvu na akili ile ile inayotumika leo ndiyo itakayotumika kesho kulinda maisha ya kila Mtanzania bila kujali wakati au mazingira ya kisiasa. Je, kwako wewe, nini mtazamo wako? Nini maoni yako juu ya mjadala huu wa kiintelijensia? Je, unaona hoja ya wakili Peter Madeleka ina msingi wa kiusalama, au unadhani pongezi ziende kwa serikali kwa kazi kubwa iliyofanyika Julai 7? Weka maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment. Asante sana kwa kuwa nami katika habari hii. Tukutane tena wakati ujao. Kumbuka kuwa salama na uendelee na majukumu yako bila hofu.